miaka 20 mpaka 35. Kwa hiyo kutumia atatumia, ila kwa sababu gani wameweka miaka 20 mpaka 35? Hiyo ndio productive age. Soma vitabu vyote, hakuna anayepeleka mpaka miaka 40 sijui mingapi huko. Hiyo tu ndio productive age. Ndio maana walipokuwa wakiendelea kwenye maelezo sasa, kusoma hii manual ambayo wameituma wenyewe, ni kwamba mwanamke mwenye umri mkubwa pia anaweza akatumia na inafaa sana kwake, ila productive age ni miaka 20 hadi 35. Hata mwenye miaka 18, 15 pia anaweza akatumia. Ni hivyo hivyo kabisa, ile tu ni productive age. Wangeweka miaka 10 na ngapi hapo, labda 18, usajili pale TBS ingekuwa ngumu. Umeelewa kwa sababu tuna focus ni productive age. Wanawake wajawazito wakukata, wanawake wajawazito kuanzia umri wa miaka 15. Afu wakiangalia TBS huku kwetu wa 15 wako shuleni. Kwa hiyo inaita changamoto. Swali jingine? Karibu. Mimi swali langu ulipo hapo ulisema akae masaa 3 baada ya kunywa hii dawa ndio anywe. Kula hivyo vyakula, kula mchicha mwitu, sijui kunywa Coca-Cola, ni una folic acid atakaa baada ya masaa 3. 4 ni dawa za tezi ya shingo. Swali langu ni kwa wajawazito wengi tumezoea kwa huko Tanzania watu wanakuwa dawa za malaria. Je, na dawa malaria tunamfanyaje? Tukikuta naye kanywa dawa yake ya malaria au aurora, akae masaa mangapi ndio anywe yenyewe? Maana tunakuwa dawa za malaria. Dawa ya malaria ina nini ndani yake jamani wataalamu? Yaani tunachokiangalia hapa, sijajua ile description dawa malaria specific ina nini ndani yake, sawa? Ila kama dawa ya malaria itakuwa na madini ya chuma au itakuwa na viambata ambavyo ndivyo vilivyopo kwenye tezi ya shingo, itabidi asubiri. Yaani baada ya kuwa ametumia dawa zake za malaria, atasubiria kwa kipindi fulani. Ila kama dawa malaria haina madini ya chuma, sijui haina hivi vitu vyote ambavyo nimevitaja hapa, atatumia tu, haina shida. Yaani tunachokiepuka ni kwamba akitumia hii bidhaa imletee manufaa. Usije ikatokea umempa bidhaa alafu akawa anakula tu, baada ya kuwa amekula mchicha wake anatumia na bidhaa, hataona manufaa, alafu atakuja kukulalamikia wewe. Jamani, ujauzito siku hizi unatafutwa. Muhimbili pale ni milioni 15, si ndio 14 zile 15 tukiziangalia kwa mbali. 15 mtu apate ujauzito alafu unampelekea bidhaa, haujaangalia mwongozo wa matumizi, alafu anapata changamoto ya huyo mtoto aliyoko tumboni. Anaweza kuona wewe ni mchawi. Milioni 15 ni nyingi. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana. Tuelewe hii swala au ili group tulionalo la mama wajawazito ni yaani ni group maalum kabisa. Yaani kama hujui ni bora uulize kwamba jamani, amesema anatumia dawa hizi hapa. Je, naweza nikampa na hiki kiambata? Sawa? Tuliwapa watu za Minocal zimewasaidia. Wengine wanakuja na nini? Na ushuhuda. Tunauona. Sasa isije ikatokea wewe ndo kwanza unaanza kuuza Femicali hapa alafu inamletea mtu changamoto, inaweza ikaichafua bidhaa yote. Sawa? Kwa hiyo ni vizuri kuangalia mwongozo wa matumizi. Karibu. Salamu la kwanza nilikuwa tunawapa wale wanaotafuta watoto Zamino ili kuimarisha wao. Zamino jamani, iliandikwa pale ni kwa ajili ya wanawake wanaotafuta watoto. Hapo distributor tulijiongeza tu. Yaani hapo ni kwamba mtu aliona huyu anayetafuta mtoto amekosa nini? Calcium. Kwa hiyo nachukua hii na nampa. Alafu unaendelea kumuomba Mungu isije ikatokea akamkosa na akampata. Kwa hiyo ukaamini kwamba Zaminocal inasababisha kwa mwanamke ambaye hana mtoto inapelekea akapata nini? Mtoto. Ya, tukirudi kwenye maelezo ya bidhaa ni kwamba bidhaa hii haifanyi kazi hiyo. Ila tukifanya kama tulivyofanyia Zaminocal, pengine itafanya kazi. Ila bidhaa hii sio mahususi kwa ajili ya wale wanaotafuta watoto. Ni kwa ajili ya wanawake wajawazito. Kuna wale wanawake wenye changamoto ya yaani kwa mjamzito lakini zingine zimeshindwa.
Kwa mfano ile Femibiotic ile. Ile mama mjamzito anatumia? Hatumii. Lakini inafanya hizo kazi. Basi haina shida. Kwa hiyo tukategemea kwamba hii ya sasa hivi inayokuja itafanya hiyo kazi kwa wamama wajawazito, kwa sababu ni specific kwa wamama wajawazito. Haina shida, basi tutaenda kulisemea hilo, uangalie uhitaji. Sawa sawa, karibu. Maswali mawili. Swali la kwanza, tunajua kabisa kwamba calcium ni kwa ajili ya kustrengthen mishipa, mifupa ya mama, lakini pia kwa mtoto. Sasa swali langu linakuja hapa, tuna Zamino ambayo ina calcium, alafu tuna hii bidhaa yetu mpya ambayo pia ina calcium. Ndio. Tunaweza tukaitoa kwa pamoja kwa mama mjamzito? Swali la kwanza. Swali la pili, umesema kuna masaa, kuna validity ya muda kati ya anayekunywa labda Coca-Cola au nini kwa masaa fulani ambayo yapo pale. Sasa swali linakuja hivi, akizidisha yale masaa, kwa mfano itakiwa atumie kwa masaa 4 ndio atumie hiyo bidhaa, akaenda mpaka masaa 5 au 6 ndio akatumia, kuna madhara pale? Nianze na hilo la mwisho. Madhara hayapo. Karibu. Madhara hayapo kwa sababu kwanza unakuwa tu umerahisishia utendaji kazi wa hiyo calcium, kwa kuwa kunakuwa na muda mrefu hapa kwamba mwili umeshamaliza utendaji kazi, umeshamaliza ile kuchakata mchicha ambao amekula, umeshachakata zile koka alizokunywa, mwili umetulia, si ndio? Alafu unaleta virutubisho, sawa. Kwa hiyo inakuwa haina madhara yoyote yale hapo, madhara hayapo. Sasa hilo swali ambalo umeuliza hapo la pili kwamba tunaweza tukampatia hii Zaminocal pamoja na hii bidhaa, tuangalie vitu vilivyomo kwenye Zaminocal, lakini pia tuangalie hii kwanza vitu ambavyo vipo kwenye hii Femicalcium. Sawa, nimekusha kusema kwamba ile Femicalcium au uhitaji unatofautiana kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ya ujauzito. Sawa, ina maana ukimpatia zote mbili, cha kwanza kabisa dozi inakuwa ni kubwa, yaani hilo ndo la kwanza, kwa sababu atakunywa vidonge vya Zaminocal, atakunywa na hivi, wakati sisi kipindi cha kwanza tunahitaji miligram zisizopungua 800 tu za calcium. Vitamini D, ina maana kwenye Zaminocal kule hakuna vitamini D, sawa. Hii inaweza ikawa tu iko normal, lakini calcium itakuwa inapanda, itampelekea kuna changamoto ya calcium kuwa kubwa pia, si ndio jamani? Lakini pia Zaminocal pamoja na kwamba ina hiyo amino acid, lakini pia ina hiki ambacho kinaitwaje, Zaminocal ina viambata viwili, ina calcium hydrogen phosphate, sawa. Hii calcium hydrogen phosphate ile kwanza haina shida, ile chalated calcium with amino acid yenyewe haina shida. Ile amino acid inafanya vizuri kabisa kwenye kuvunja ile calcium iliyomo ndani, lakini hii hydrogen phosphate ndio yenye changamoto, sawa. Ina changamoto pale ambapo mwanamke mjamzito atatumia Zaminocal akiwa hajala, sawa. Inaweza ikampelekea yeye tumbo lake kujaa gesi. Sio kwamba kutakuwa na changamoto kubwa, hapana, tumbo tu kujaa gesi, lakini pia changamoto ya kuvimbiwa. Hizo ndo changamoto, complication ambazo pengine atakutana nazo, sawa. Sasa akitumia hizi kwa pamoja, ina maana hataona manufaa, au hata kama akipata hizo changamoto atashindwa kuelewa ni bidhaa ipi inamletea yeye shida. Zaminocal ni nzuri, lakini sio mahususi kwa watu wenye lishe isiyo bora. Kama ana lishe iliyo bora, mpe Zaminocal, haina shida. Lakini kama lishe yake inasuasua hapa, mpatie hii Femicalcium. Karibu. Salamu nyingine ni kwamba Zaminocal imetengenezwa kwa teknolojia ya AA chelation. Na hii bidhaa yetu mpya sasa hivi imetengenezwa kwa teknolojia gani? Hilo swali kwa kweli sijui, sifahamu teknolojia gani, sitaki kudanganya, ila nikija nitakuja kujibu. Kwenye hii manyo hawajaweka
teknolojia iliyotumika. Hii wametuficha, Wachina hawajasema mpaka tukawaulize. Karibu. Asante. Umetuambia kuna vipindi vitatu wakati wa ujauzito. Sasa hivyo sisi tutajuaje ni kipindi gani, na ndani ya hivyo vipindi tunampa yani mabadiliko ya dozi yanakuwepo au ni inakuwaje? Haya jamani, wanawake ambao wamewahi kuwa wajawazito, vipindi ni vingapi? Vitatu, si ndio? Cha kwanza, mwezi wa kwanza, pili, wa tatu, wiki ya kwanza hadi ya 12. Kipindi cha pili wiki ya 24, wiki ya 24 mpaka wiki ya 40 au mpaka kujifungua. Kwa hiyo unaangalia wiki ya kwanza mpaka 12 au miezi mitatu ya mwanzo, si miezi 9, 3 basi, ili usipate shida na hizo hesabu. Dozi ndio uhitaji. Dozi yetu ni 3 vile vile, hatuzidishi hatupunguzi, 3 kwa siku. Vipindi vyote vitatu. Kwenye vipindi vyote. Swali jingine jamani? Maswali yameisha yote. Kwa hiyo leo nimejibu maswali yote bila ahadi. Nimebakiza swali tu la teknolojia iliyotumika. Jamani, sasa umesema kuna vidonge vidonge au ni capsules? Ni vidonge. Vidonge 120. 120. Yes, na vinatumika kwa siku 40, mwezi mmoja na siku 10. Ndio. Sasa swali langu ni kwamba hivyo vidonge vinakuwa na mils ngapi au vinakuwa na nani, ujazo wa aina gani, kiwango gani? Yeah. Hivi sikusema. Milligram za calcium, milligram za calcium. Milligram. Wanacheki kwa grams. Uwezo kache mils means kimiminika, sio? Mililita. Sasa kidonge hakipimwi kwa mils, kinapimwa kwa milligram. Kwa hiyo labda uchakutaka kujua, je, ni miligramu ngapi kwa kila kidonge, ndio unaweza kufuatilia. 210 kwenye kidonge ni 200 ni 210 na vitamini D ni 100. Kwa hiyo unafanya 210 jumlisha 100 kwa sababu ni ingredient ambazo zinakuwa kwa pamoja. Kwa hiyo kama ni 210 ni calcium, alafu hiyo nyingine 100. Kwa hiyo kina 310 kidonge kimoja. Yaani 210 kwa kidonge kimoja au kwa vyote vitatu. Hapa sasa kulingana na maji 210 ni grams za calcium kwenye kile kidonge kimoja, alafu milligrams 100 kwa vitamin D. Tumesema hiki kidonge kinatengenezwa na vitu viwili, calcium na vitamin D. Kwa hiyo huo ndo ujazo wa kidonge kimoja. Kwa hiyo kidonge chote kina milligrams 310. Hii description kimoja. Hapo umeelewa kabisa. 100, 200 na ngapi na 10. Swali jingine. Umesema vipo vidonge vya siku 40, si ndio? Kama mjamzito ameanza mwezi wa kwanza, yani ndio kwanza ana ile zile wiki 3 za mwanzo. Je, akimaliza anaruhusiwa kuchukua nyingine mpaka afike miezi 9 au ni kikopo kimoja tu kinamtosha? Hizi sio dawa. Hatunywi kama tunavyokunywa dawa za malaria kwamba kipindi chote cha ujauzito, sawa? Tunaangalia the constant supply of calcium kwenye mwili, sawa? Kama huyu mtu atakuwa anakula vyakula vyenye calcium, kampatia calcium inayotosha, hii utakayompa itakuwa haifanyi kazi. Ndio maana nilisema kwa lishe isiyo bora. Endapo ana lishe isiyo bora, unampa kwa sababu ndio hivyo anavyohitaji. Ila kama ikitokea anakula vizuri vyakula alivyoandikiwa hospitali, sijui anafanya nini, kwa kweli ukimpatia calcium, sawa, ni virutubisho, havina side effect yoyote.
havitofanya kazi. Binafsi nimeenjoy sana na somo la leo, na kimsingi nilikuwa najaribu kuangalia soko. You see? Soko, yani wakati anaelezea nilikuwa najaribu kufikiria Kichaga. Kwa jicho la Kichaga, leo hii wanawake wenye wajawazito ni wangapi? You see? That's how ndivyo tunavyopaswa kufikiria. Sawa. Kwa hiyo tayari hapo manake umeshaanza kuona soko jinsi lilivyo. Na soko haliwi soko kama hujapata maarifa au nondo kama hizi. Sawa. Sehemu moja ambayo mimi nimeielewa na nafikiri unajua hii ni kama intro kidogo. Alafu baadaye mtu unaweza ukaamua kufuatilia zaidi kwa undani ili uote mizizi kidogo katika eneo hilo. Sasa imeonekana kwamba mama mjamzito, yaani mwanamke anapokuwa mjamzito, mtoto tumboni anahitaji calcium ya kutosha kwa ajili ya ukuaji wa meno, wa mifupa na vitu vingine, si ndio? Sasa kama huyo mtu ana deficiency ya calcium, kwa maana ya upungufu, na ndio ambao changamoto kubwa sana katika maisha sasa hivi, na ndio sababu ya BF Suma imeangalia root cause ya matatizo ni deficiency au toxicity. Vyakula tunavyokula vinaweza kuwa ni changamoto, au tukawa tuna mapungufu, scarcity ya vyakula fulani. Sawa sawa. Sasa mama mjamzito tumeona anahitaji calcium ya kutosha. Sasa hana hiyo calcium. Mwili wake huwa una tabia ya kuchukua calcium kutoka kwenye mifupa yake. Yeye kama mama inamfavor nani? Yule mtoto. Sasa kile kitendo ndio kinaleta complications sasa zile. Umeona hiyo kama selling point ya kuweza kuchukua hizo hela kwa huyu mama, kwamba asipokuwa na enough calcium, mwili wake utalazimika kuchukua kutoka kwenye mifupa yake ili kumfavor mtoto wake. Sasa yeye ndio hapo ana changamoto zinapoanza labda za mifupa na vitu vingine. Kwa nafikiri hii tukitazama Kichaga ni eneo zuri sana. Sasa kwa tutapiga hela hapa. Asante. Maswali yameisha. Mengine kwa ajili ya kujifunza kemikali.